Father, we thank you. You're our worship this morning. Worthy of our praises. Oh, we worship you. You are worthy, oh God. Father, we thank you. Worship your name. Oh, you are Lord. Thank you, Jesus. We are in your presence this morning. We lift you on high, Lord. We lift you on high, Jesus. We lift you on high, Lord. We lift you on high, King of Kings. Asante kwa kibali cha hali ya asubuhi ya roho. Asante kwa kila shauku ambayo yuduria ibada ya asubuhi ya roho. Everlasting Father, Lord of Lords, King of Kings, our God and our only Father, we come before your throne of mercy this morning, O God. We bow down as we exalt your holy name, O King of Kings. Abba Father, we pour our hearts unto you. For Lord, you are our King. We have no any other God that deserves our worship than you, O God. That is why we have assembled here this morning, my Father, to worship you. Thank you because of the grace that you have given unto us, O King of Kings. Thank you because you have accepted us to be in your presence, O King of Glory. We humble, Lord, as we sit at your feet, O King of Kings, to listen from you, O God. May you speak unto our souls. May you speak unto our lives, O King of Kings, because, O God, our hope and our trust is in you, O King of Kings. Thank you because of these dear ones that are here, O King of Kings. Also for they that are listening unto us this morning. My Father, may you come and speak unto everybody, for you are the Lord. In the name of Jesus, God, we worship your name. As we stand before you, O God, and before your people, me and my interpreter here, God, may you use us as vessels of honor, O God, so that, Lord, we may deliver what you have unto your people. We give you all the glory and all the honor. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Amen. It's another morning that God has given unto us. That God has accepted us to be in his presence. Najua ya kwamba haitakuwa rahisi ili sisi tuwe mahali hapa asubuhi na siku ya leo, kwamba lakini imegharimu mkono wa nguvu wa Mungu, mkono ulio na uwezo wa kutusaidia
So this morning I want to welcome you to the word of God. Ninaamini ya kwamba Mungu aweza kutukusanya hivi bure, bali ana neno juu ya maisha yetu. So ningeomba tuchukue wote kwa pamoja ili Bwana akaweza kutubariki. So want to take few minutes. There's few minutes remaining. So Mungu akaweza kutuzungumzia. Amen. Sometimes in life, as I always says, we pass through a lot challenges of every kind. We pass through storms of every kind. It makes our hearts sometimes we feel like God has despised us. Yale ambayo tunapitia wakati mwingine yanafanya tunafikiria kwamba Bwana atatusahau kabisa, kwa sababu vile ambavyo tunavyofikiria, at the times things can change. But the Lord yeye abadiliki. He remains same. He was yesterday, He is today, and forevermore He shall be. Praise the Lord. Amen. So those miracles that He performed, even now, even this morning, the same God can perform. So there is no situation that we are passing through. There is nothing that we are undergoing which is impossible with our God. Bwana wetu anaweza. The Bible says that He makes a way where seems to be no way. So when we have come to the end, that our eyes cannot see the way, that our minds cannot see another way forward, the Lord comes and He makes a way. That is why the Bible calls Him a way maker. Even when we are discouraged, our God comes to comfort us. And the Bible says that He is our comforter. So this morning, I want to thank the Lord kwa sababu hata tuacha. Even though we are passing through much, He still remains to be God. In the book of Luke, chapter number 8 and verse 22 to 24 to 25. So the Bible says, one day He got into a port with His disciples, and He said to them, "Let us go across to the other side of the lake." So they set out, and as they sailed, He fell asleep, and a windstorm came down on the lake, and they were terrified with the water, and they were in danger. 24. They went and awake Him, saying, "Master, we are perishing." And He woke up. He rebuked the storm and the lashing waves, and they ceased. And there was a calm. Verse number 25. He said to them, "Where is your faith?" And they were afraid, and they marveled, saying to one another, Who then is this that He commands even the winds and the waters, and they obey Him?
Luka sana isatu uchakema ongevere na iwe. Yeah. Ituke limo akalimo ubwako era naboro kubabaye Yes. kabateri. Twango kebu kya Mungu yenyanja bakamanura. Kobakia kugenda akarara kitoro omwago gacha ayemelinda senyanja obwato bugachaka gwichirwa n'amaji bakabase ase emechano bakamuchira bakamutura bakabura omonene gosira tole akaboka agakabonyera omwaga na emelindo y'amaji na biro byo bigakira ukabogotoera akabatebe okwegenda kwinonga ikule bakairoka bagakumya bagatebania oyo neremu ugochika nonya n'omwaga na enyanja biko muigwira. Praise the name of the Lord. Amen. And that is the word of God, which I want us to share and hear what God has for us this morning. So here we find Christ Jesus with his disciples. After preaching, they decided to cross the lake to another side. So as they were crossing the sea, so Christ Jesus fell asleep. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So walipokuwa wanafunga, Biblia inasema kwamba Yesu akasinzia na akalala. Tunapoangalia sinema, wale ambao tunapenda kutazama sinema za Yesu na wanafunzi, he was asleep at the park. So wao walikuwa mbele, Yesu alikuwa nyuma. Wao walikuwa wanaendesha na yeye alikuwa nyuma yao amelala. So the Bible says walifika mahali dhoruba zikatokea, wakaanza kuogopa, wakaanza kujididia. Yaani wale ambao tunatazama sinema bado unaona vile, yaani tunajua how storms are. We see sometimes how strong they are. Wakati zinakuja dhoruba zinaweza kukushtua hata wewe mwenyewe. So when the storms comes, most of the time they destroy. When storms comes, sometimes they kill. So the disciples of Jesus Christ were in the same situation. They are crossing the sea with their master behind, but the master is asleep. So according kulingana na utafiti ambao unazungumzia mambo ya dhoruba, so they say storms is a very disturbance of atmosphere with the strong winds. So it disturbs waters. It disturbs the atmosphere. So in the midst of the lake, while Christ Jesus was asleep, the disciples of Jesus experienced the strong winds until they began to marvel. So they were terrified. They had nothing to do. Praise the Lord. Amen. They were almost perishing. But Christ was behind. So in their own eyes, with their own powers, hawangeweza kuzuia yale mawimbi. The Bible says when the winds occurred,
walianza kunong'onezana wao kwa wao, what shall we do? Who is going to save us? Praise the name of the Lord. Amen. So most of the times we also face such kind of situations in life. We pass through strong winds. Some other times we don't see a way forward. We become terrified by the strong winds. Hatuoni msaada ukitoka kwingine. So yani tuko sisi peke yetu, we don't see help. So as the disciples of Jesus, they saw no help. Only they can see is the winds and the waters. Tossing them here and there. Hallelujah. Amen. As they were moving katika ile hali ya kuogopa, katika ile hali ya kuhuzunika, kufikiria ya kwamba watakufa. So there are some things unapitia, even though you are strong in prayers, even though you know how to worship, unakuwa yani unajipata umeogopa. Tunakupa tumaini hapa, tunakuombea, unatoka unasema na itakuwa kweli. The disciples of Jesus were terrified. Remember, it was in the midst of the sea. You can see how that water was taking them, how that boat was taking them. They remembered the good thing. They came into their senses. They remember that we are not alone. There is Him whom we are walking with, the Lord of Lords. Oh, hallelujah. Amen. The King of Kings. Yeye aliye na nguvu za kufungua, yule aliyefungua Bartimayo, aliyefanya mwanaume Bethsaida akasimama. He is behind our boat. So they went back to Him. The Bible says they said to Him, oh Master, our Lord, we are perishing. Come for our rescue. Praise the Lord. Amen. They begged Him, God, come and save us. And the Bible says that Christ arose. He came forth and they spoke to the winds. He rebuked them. And it was such still. The Bible says that when they saw what happened, they began. Here it says, verse number 20. It was number verse 25. Then it was verse number 25. It says, he said to them, sorry, number 24. And the thing went awake him, saying, Master, we are perishing. And they awake, and they rebuked the wind, and the raging waves, they ceased, and there was a calmness. And they, verse number 25, and they said to them, where is your faith? And they were terrified, and they marveled, saying to one another, who is this that he commands even the winds and the waters, and they obey him? Praise God. Amen. That is the only thing that they can say after they have seen what God has done. Remember, they were almost dying.
They saw death with their eyes. Because when the storms comes, storms kills, it destroys. So they saw death with their eyes. And when Christ awake, he rebuked it and everything was okay. Now the Bible says they began to ask one another, who is this man? Who is this man? And even the winds, and even the waves and obey. Praise the name of the Lord. If they kama hawangemwangusha waendelee kulala, wangemwacha endelee kulala, I want to assure you na kwamba wangekufa. But the Bible says they went up. What I want to say this morning, even in our daily lives, we are in the top. Tuko katika safina hiyo ya Yesu. And the world we are facing hatuwezi kuwa mbali na wanafunzi wa Yesu. What do we do when we are in such a situation? What comes into our minds when we are in such a situation? Bwana Yesu asifiwe. When you are passing through challenges, what comes into your mind? When you are facing trials, what comes into your mind? Do you know that you can someone who is able to rebuke that situation? Are you aware that he is in you? So why don't you awake him? Praise the Lord. Amen. I want to encourage somebody this morning that by the mercies of the Lord, we are carrying him. He who that is able, a strong karma, the Lord who can speak to the storms, he who that is able to speak to every situation. Yule ambaye hakuna jambo akizungumza linabaki vile. He is enough. And that's why the Bible says in the book of John, chapter number 15 verse 7 there, that if you abide in me and my words in you, you ask anything you wish in my name, and it shall be done unto you. So the disciples of Christ who are with him, they discovered that we are not, they said, we are not alone, there is somebody who is behind us. They cast away him. He can deliver us. Asubuhi ya leo ningependa kutia mtu wa Mungu moyo mahali hapa, ya kwamba yale unayoyaona, yale yanayoshinda macho yako, that God in heaven, and there is Jesus Christ in you. Wake him up. This is that God, our perishing, acknowledge him. Hallelujah. Remember him in your hard times. Wacha kung'ang'ana peke yako. Wacha kupambana kwa nguvu zako mwenyewe. Kuna Mungu, kuna Yesu anayetenda na kila hali na kila hali na kutii. Alipotuliza yale bahari, the disciples asked themselves, who is this one that even the waters can obey?
Hallelujah. Amen. So no, at the times there are things that God does. I hope you are certain is holy. It's not as though that we formed. It's something that God did. Somewhere down here. When we had our Macedonia West Koinonia, somewhere there at the corner, as we were passing in the houses, so we went to our home. Mahali nyumba iko na mama, akona watoto wasichana 5. Very beautiful daughters. Bwana Yesu asifiwe. Lakini shida yake ilikuwa huyo mama ana mtoto wa kiume. Kila wakati bwana yake amtaki. Hamuoni kama mtu. It's our culture watu wengi. Hata ukiwa na wasichana wangapi, kama una mvulana watu wamodhani. So the woman was passing the same situation. She has very beautiful daughters, but the husband cannot recognize them. You know, when the household is not, wakati wale watu wa nyumba yako hawakudhamini, watu wa nje pia watakudharau. So even the community despised this woman. So we found the woman apostasized. But the good thing, the woman was pregnant. Alikuwa amebeba mimba yake ya 6. So, as we enter into that house, praise the Lord. Amen. She cried to us. She told us, Pastor, am I God? Mimi ni Mungu. Mimi ndiye upeana watoto. Why am I went through this? Mbona mimi nadharauliwa hivi? And she told us, Pastor, I am pregnant again. I want you to pray to your God. If he can hear you, may he give me a boy child. Praise the Lord. Yes. Do you know what? As we are speaking now, that woman, she has a baby boy. Ananyonyesha mtoto wa kiume. Siku zikaenda. Siku anaenda kule. Akatuma mtu ajiite niende kushuhudia yale Mungu alitenda. Nikachelewa. So siku nyingine mambo yametokea hapo tukaenda. When the woman aliniona aliniambia, come and see what the Lord, come and see what you are going to do. Na yule mama saizi akona furaha. Bwana yake akaniambia, Pastor, kuja ushike huyu mtoto. So praise the Lord. When you are working, you are able to do what no man can do. Praise the name of the Lord. When you call upon him, time that has been impossible will be possible, because he is the same God. He keeps his promises. He told Jeremiah that I knew you before I formed you in your mother's womb. So he knows us. Whenever we are facing any addition, whenever we are facing challenges, when we are in the midst of the sea, we are tossed by the waves and the waters. Let us lift our eyes and him. Let us take a step of waking him up. Yeye anaweza kutusaidia. Niliambia watu tulikuwa tunaomba hapa na wao asubuhi. At the times
Unaweza kuwa unapitia hali fulani. Wakati unaombea hiyo mambo, ndio inaendelea kuzidi. Unapoacha kuomba, unapata tena hali imetulia. So unapoenda tena kuambia Mungu asante kwa sababu unaona nimebadilika. The same thing chenye kilikuwa kimepoa tena kinainuka. Hallelujah. That is why David says, the Lord lifted my eyes to the mountains, and where does my help come from? Our help comes from the Lord, the creator of the heavens, even the earth. Praise the Lord. Amen. Yes. Whenever we don't see hope, wakati tumekosa tumaini, tumefika mwisho, let us lift our eyes to the Lord. Let us call on His name, and He is able to deliver us. He is the same God. Hallelujah. Wewe angalia wana wa Israeli. Bwana alikuwa anataka wafikie mahali, alikuwa anataka wafike mahali alikuwa amewaahidi. Amemuita Musa. You know the story of Musa is a stammerer. See what God anafanya na Musa kwa Farao. Yale mambo yote Musa alifanya kwa macho ya Farao yakafanya Farao akaachilia wana wa Israeli. Ili waombe away with the promised land. Wakafika katika bahari ya Shamu. You see, mahali huko hakuna njia, upande mwingine hakuna njia. When they come back, they see Pharaoh and they smite the army coming against them. And again they turn to Moses. They ask him, Moses, why have you done this to us? What is this that you are causing to us? See, now we are dying. But the Bible says, and Moses lifted his eyes to the Lord who sent him to deliver these people. The Bible says that the Lord made a way. He divided the sea. He made a dry land. He made pillars of water so that the Israelites can pass through the sea. Hallelujah. Biblia inasema kwamba walipokuwa wanasonga mguu mmoja, huko nyuma kunaanza kukua matope. Walipokuwa wanaendelea kusonga, huko nyuma kunaendelea kukua matope. Kwa sababu gani? Wale wa Misri wasije wakafikia Waisraeli, ili wafike mahali Bwana alikuwa anataka. So you and me understands that there was no way. What comes in your mind wakati njia inatengenezwa katikati ya bahari? Mahali ambapo hakukuwa na njia, mahali hakukuwa na tumaini. When they crossed the lake, the Red Sea, as I finish, wakafika kule ng'ambo. Miriam akaangalia nyuma akasema, hawa ni sisi. Akaona Waisraeli, akaona wa Misri, Farao na jeshi lake vile machi na wachanganya na kuwafanyia. The Bible says that akainuka akaweka wimbo wa kumsifu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. You can give a praise song to God.
hata kama umepitia hali ngumu, hata kama umepitia machungu, hata kama umepitia katikati ya dhoruba na mambo mazito, waking up mwamushi anaweza akakupa wimbo. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza akakupa wimbo. Waulize wale Mungu aliyowatendea. Wanaweza kukuambia. So in our midst, when we are in the midst of the lake, tossed by the winds, the waves, let us know that we are not alone. We have Christ Jesus who can speak over the winds, over the storms, and they can calm. They can be calm. Ili Mungu akaweza kutubariki. Kwa hivyo ningependa niwatie moyo watu wa Mungu ya kwamba hatuko peke yetu. We have the Lord who is a storm calmer. May he arise. Tigaimuke gatiga thiende chando yao. Tigaimuke gatigatia makugu aliowekera Elia nyari gukurwanirira. Tiganya sawa sinibono. As I welcome Bishop to conclude with a word of prayer. Amen. May God bless you so much. Thank you so much. May God fight your battles. Baba Mungu, muumba mbingu na nchi, mfalme wa falme, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego, Mungu unayepigania watu wako, tunakushukuru kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya neno lako Bwana tumelipokea kutoka kwa mtumishi wako ambaye umemwandaa, umemtumia katika madhabahu haya. Na najua kwamba kuna mtu ambaye umeugusa moyo wake. Dhoruba katika dunia hii nyingi, lakini tujifunze kukutegemea, tukukimbilie wakati mambo yamekuwa magumu. Tujue kwamba kwako kuna msaada, kwako tutafaidika, kwako tutapata amani, kwako tutaponywa magonjwa yetu yote, kwako tutapata msamaha wa dhambi, kwako tutainuliwa tena hata kama tumeanguka, kwako tutapatanishwa na Mungu. Na kushukuru kwa sababu wanafunzi walikuja kukuona katika njia nyingine, ulipokemea dhoruba na mawimbi na kukawa na amani. Inuka ukakemee chochote kile ambacho kimeleta tisho katika maisha yetu, kile ambacho kimeweza kutufanya tuone kwamba hatuwezi kufika kesho, kile ambacho Bwana kimetufanya tuone kwamba hatutafaulu, kile kimetufanya tuone kwamba maisha yetu yanaweza kufika ukingoni. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, Bwana ukaweza kuinuka utuponye magonjwa yetu yote. Uinuke ukasaidia mtu aliye mahali hapa, na hata wale ambao wanaotusikiza kutoka mbali ukawatembelee. Jina la Bwana liweze kuinuliwa na litukuzwe milele yote. Maana ni mema. Tumenyenyekea katika madhabahu haya nikisema kwamba uinuliwe na utafute wengi kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Bariki kila moja, inua kila moja. Tunapoenda kwa Sunday school, neema yako inatosha. Bariki wale ambao wako hapa, wale wametusikiza kutoka nyumbani, na wale ambao wametusikiza kutoka mbali. Wengine wako ndani ya magari, wengine wako katika mahali wanafanya biashara, wengine wako katika mahali mbalimbali katika kusafiri, wengine wako hospitalini. Wapone, wainue, wakumbuke kwamba watakuona maana ya Mungu. Jina la Baba liinuliwe na litukuzwe, maana wewe ndiye Baba yetu na sisi watoto wako. Asante kwa sababu kila dhoruba itatulia tuli kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Haya ndiyo maombi yetu katika asubuhi ya leo, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nimeomba na kuamini na mtu wa Mungu sana. Amen. Bwana akubariki sana mtu wa Mungu. Umekuwa ukitupata moja kwa moja
kutoka kanisa letu la Nyamataru PAG, mahali ambapo Bwana Yesu anatawala, anaponya, anaokoa, anasamehe na kuweka watu huru, wale ambao wameweza kufungwa na mwovu Shetani. Kwa hivyo Bwana awabariki sana. Tunaweza kutoa sadaka zetu katika madhabahu haya, na wale ambao mnatupata kutoka mbali, bado unaweza kufanya kazi ya Mungu. Unaenda kwa M-Pesa, lipa na M-Pesa, buy goods and services, alafu utaweka tili namba 33188, weka kiasi cha pesa unataka kutoa, alafu baadaye useme okay, itakuletea umetuma kwa kanisa letu la Nyamataru PAG Church. Bwana wabariki, Bwana watende mema, na Bwana wapiganie. Tunaanza kuingia katika kipindi kingine cha Sunday School. Kwa hivyo kila mmoja uweze kuona mahali ambapo unahitajika na jina la Bwana liweze kuinuliwa. Amen. Unakuja unatoa sadaka, unaenda kwa darasa lako na itakuwa vizuri. Amen. This way.